Aliposikia kwamba Yesu anapita, wao wakapaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamazi, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Hawa watu walikuwa wana uhitaji ambao ulikuwa unawapelekea maisha yao yote, walikuwa hawana uwezo wa kuona. Na katika huo uhitaji waliokuwa nao, hakukuwa na mtu ambaye aliweza kuwasaidia mpaka walipoisikia sauti. Na walipoisikia sauti ya kwamba Yesu anapita, wao wakapaza sauti. Walikuwa ni vipofu, lakini walipaza sauti. Walikuwa hawaoni, lakini walisikia ya kwamba Yesu anapita, wakapaza sauti. Walipowazuia wasiseme, wao ndipo walipozidi kusema. Walipowazuia wanyamaza, wakawakataza, wao wakaongeza sauti, wakasema, Yesu mwana wa Daudi, tunaomba utuhurumie. Kwenye haya maisha linahitajika jambo la muhimu, sio kwamba hatuoni, ila jambo la muhimu. Tumesikia mengi, lakini katika yale ambayo tumeyasikia hatujawahi kuyatia moyoni. Tumemsikia Yesu akifanya mambo ya ajabu, tumemsikia Yesu akiwainua wengine, lakini hatujawahi kupaza sauti. Kwa hiyo kama hatujawahi kupaza sauti, maana yake tumebakia kuwa vipofu, licha kwamba tuna macho. Hawa soka na kwamba walikuwa hawana macho, walikuwa wana macho lakini hayana uwezo wa kuona. Ni vipofu, lakini ukiangalia macho wanayo, lakini macho yao hayana uwezo wa kuona. Macho yao yalikuwa yanaweza yakawa na umbo tu, lakini yalikuwa hayana nguvu ya kuweza kuona umbali wanaotakiwa kuona ule umbali. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wapo makanisani, wamesikia neno la Mungu, wamesikia kwa habari ya Injili, lakini kuna namna mbona hawajaamka, kuna namna mbona bado hawana matokeo. Mbona tumesikia kwa habari ya watu ambao hawajaokoka ndo wanamiliki viwanda, ndo tumesikia kwa habari ya watu ambao ukisema wewe umefanikiwa sana, cha kwanza watu wanafikiri labda wewe ni Freemason. Kwa nini Freemason wanaonekana wana nguvu kuliko Mungu wetu? Ni kwa sababu sometimes tuna macho lakini hatupati kuona. Leo tumekusanyika hapa, tunapaza sauti kwa ajili ya kumwambia mwana wa Mungu turehemu. Leo tunapaza sauti, Bwana wa Mungu aturehemu katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako, leo tunapaza sauti, tunapaza sauti. Mwambie leo tunapaza sauti katika jina la Yesu. Sasa leo kama hujawahi kuomba utaomba. Nasema leo kama hujawahi kuomba utaomba. Haleluya. Nasema tena haleluya. Sio kweli ya kwamba walokole hawawezi kuingia Ikulu, wanaweza. Sio kama hawawezi kuingia bungeni, wanaweza. Lakini sasa hawajawahi kupaza sauti. Kuna mambo akasema ya kwamba haya mambo huwezi, siasa ni mchezo mchafu. Na kanisani tukahubiriwa, tukaambiwa kabisa ya kwamba kuna mambo usijihusishe nayo, ni dhambi. Tukaambiwa siasa ni mchezo mchafu, huwezi ukashinda siasa mpaka uwe mchawi. I say leo tumekusanyika hapa wachawi wa Yesu kwa ajili ya kuingia pale kwenye Mungu. Haleluya. Nasema tena haleluya. Walipoambia wanyamaze, wao wakazidi kupaza sauti. Walipoambiwa ya kwamba kuna mambo hayawezekani, leo tunapaza sauti. Walipoambiwa ya kwamba hauwezi ukawa mtu mkuu, leo tunapaza sauti katika jina la Yesu. Ya kwamba lazima wazaliwe watumishi wa Mungu wakubwa mahali hapa, haleluya. Lazima wazaliwe wafanyabiashara wakubwa mahali hapa, waseme haleluya. Sasa tunaona sauti yako ya sasa bado ni ndogo. Naamini utapaza tu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Sasa kusema tena haleluya. Nikupeleke kwenye Marko sura ya 10 mstari wa 46. Marko sura ya 10 na ule mstari wa 46. Mwambie ilani yako, leo tunafunguliwa macho. Sema leo tunafunguliwa macho. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake,
na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya nini? Kando ya njia. So vipofu wote waga wanakaa kando ya njia. Vipofu wote huwa wanaonaga mafanikio ya watu wengine. Vipofu wote huwa wanakuwa na shuhuda na wanasikia matarumbeta ya wanasiasa, wanasikia matarumbeta ya watu wa harusini. Watu vipofu waga wanakaa kando ya nini? Kando ya njia. Kwenye huu mkesha hatutakaa kando ya njia sisi. Hatutakuwa mashuhuda tu, tutakaa mahali ambapo tunatakiwa tukae katika jina la Yesu. Tutakaa mahali ambapo tunatakiwa tukae katika jina la Yesu. Kama unaamini saidia kusema tena haleluya. Saidia kusema tena haleluya. Moja ya vitu ambavyo nataka nimwamini Mungu ya kwamba Mungu ametupa upendeleo wa kuwepo mahali hapa ni kwa sababu anataka tufungue macho tupate kuona tena. Kuna mahali ukikaa kwa muda mrefu unafanyika kuwa mkuu wa hilo eneo. So Bartimayo amekaa kando ya njia. Kilichomfanya abaki kando ya njia ni kwa sababu haoni wapi uelekeo utakapokuwa. Kwa hiyo sio kweli hakuna ajira, ila Bartimayo yupo kando ya njia. Kwa sababu kama angeona asingekaa kwenye hiyo njia. Angesema kuna fursa nimeiona mahali, naondoka hapa kando ya njia naenda kuitafuta ilipokuwa hapo. So wanahitimu wanavyuo wengi, lakini wengi wanabakia kando ya njia. Wanasema Lord, nipeni dili mwanangu, kokote itakapotokea mimi nitakwenda. No, haupasi kuwa hivyo. Unatakiwa baada ya mkesha huu unajua kabisa kuna mahali nitakwenda, kuna uelekeo nitauendea. Kwa hiyo kipofu hana uelekeo sahihi wa maisha yake.